Wapi vigelegele kanisani? Viwete wametembea, viziwi wamesikia, ukimwi umepona. Wapi vigelegele? Na korona. Viwete wanaenda kutembea, viziwi wanaenda kusikia. Wapi vigelegele? Matendo ya Mitume 13. Katika jina la Yesu. Muda wetu ni mfupi. Matendo ya Mitume 13. Mstari wako wa 38. Nasoma hadi 46. Kwa hiyo ndugu zangu, nataka nini mjue kwamba kwa kupitia kwa huyu Yesu msamaha wa dhambi unatangazwa kwenu. Kwa kupitia yeye kila mtu amwaminie atahesabiwa haki kwa kila kitu ambacho asingeweza kuhesabiwa haki kwa sheria ya Mose. Kwa hiyo jihadharini ili yale yaliyosemwa na manabii yasiwapate. Angalieni enyi wenye dhihaka, mkastaajabu, mkaangamie, kwa maana nitatenda jambo wakati wenu ambalo hamtalikubali, hamtaliamini. Hata kama mtu akiwaambia. Mstari wa 42. Nasoma Matendo ya Mitume 13. Mstari wa 42. Paulo na Barnaba walipokuwa wakitoka nje ya sinagogi, watu wakawaomba wazungumze tena mambo haya ya sabato nyingine ifuatayo. Narudia tena. Paulo na Barnaba walipokuwa wanatoka nje ya sinagogi, watu wakaomba wazungumze tena mambo haya sabato nyingine ifuatayo. Haleluya. Mambo kuhusu toba na ufalme walipoyasikia wakaomba, wakaambia sabato ijayo tafadhali tunataka kusikia kutoka kwenu tena. 43. Baada ya kusanyiko la sinagogi kutawanyika, wengi wa Wayahudi na waongofu wa dini wa Kiyahudi wakawafuata Paulo na Barnaba. Wakazungumza nao na kuwahimiza wadumu katika rehema ya Mungu. Sabato ilifuatayo, karibu watu wote wa mji ule ulikuja kusikiliza neno la Mungu. Sikiliza 45. Lakini Wayahudi walipoona ule umati mkubwa wa watu walichawa na wivu na kunena maneno ya kukasifu kuhusu yale Paulo aliyokuwa akisema. Soma vizuri 45. Lakini Wayahudi walipoona ule umati mkubwa wa watu walichawa na wivu. Jina kubwa hapo ni wivu, kwa sababu wameona wingi wa watu. Kwa sababu ya wingi wa watu. Watu ambao walikuja kusikiza neno la Mungu. Watu ambao walikuja kusikiza kuhusu toba na ufalme.
Ndipo Paulo na Barnaba wakawajibu kwa ujasiri wakisema, inatupasa kunena neno la Mungu kwanza. Lakini kwa kuwa mmelikataa, mkajihukumu wenyewe kuwa hamstahili uzima wa milele, Biblia inasema sasa tunawageukia watu mataifa. Ukiangalia katika hiyo andiko pia, na katika andiko linanena wale ambao ni msikilizaji wangu, nasema hili andiko nataka linene pamoja nami, lininenee mimi, likunenee wewe pamoja na mwele ambao unatusikia. Ukiangalia hapa, Paulo ameenda kuhubiri toka na ufalme wa Mungu. Alafu watu wameanza kukimbia na kusikia mambo mapya kabisa, na kuona matendo makubwa, miujiza na ishara ambazo zilikuwa zinaambatana na kina Paulo. Alafu maandiko yanatuambia idadi ya watu ikaongezeka. Andiko hili si tofauti na huduma hii ya toba na utakatifu. Wakati nabii wa Mungu alikuja kuhubiri toba, hata sasa anahubiri toba, na Mungu amempaka kabisa, na viwete wanatembea, na vipofu wanaona. Nisikize mpendwa, haleluya. Sasa watu walipendelea kuongezeka katika huduma yake. Nijitolee ushuhuda, wakati watu waliendelea kuongezeka katika huduma hii, hapo ndipo ulisikia walipoona watu wanaongezeka, wivu ikainuka, wakaanza kutukana Paulo. Bila saa zingine watu wanatukanaga sisi Illuminati kwa sababu tu tumeongezeka, na bado tutaongezeka, kwa sababu wasikilizaji wa redio Vuna wote watakuja kushiriki hapa. Haleluya! Lazima ukuta za upinzani zivunjike, watu wa Kisii waweze kutubu dhambi, watu wa Kisii waweze kujiandaa. Haleluya! Leo hii kama ningelikuwa ninahubiri injili ya panda mbegu barikiwe, leo hii ningelikuwa nakuhubiria hapa, utapata gari, utapata shamba, hauwezi kuniita Illuminati. Lakini nikikwambia tubu, wacha usherati, wacha uchawi, wacha uongo, wacha vitina, wacha kuambia mimba, unasikia wivu, unaniita Illuminati, sitaogopa.